Okay, leo tunaendelea na video yetu namba 2 na nakumbuka video ya kwanza niliwaelekeza namna ya kutafuta DNS resolve unlimited kwa mtandao wote. Sasa kama umeipata, ngoja twende sasa namna kuiconfigure. Kwanza hakikisha leo tunatumia VPN ya HTTP injector. Hakikisha umedownload kutoka Play Store. Ingia Play Store. Ingia Play Store ama App Store. Download HTTP injector. Yes, HTTP injector itakuwa na muonekano kama huu hapa. Mimi sija update ili uta download, vyote ni sawa. Sasa cha kufanya baada ya hapo, ingia website yoyote, Chrome ama Google ama Firefox ama Phoenix. Mimi natumia Google hasa. Mimi natumia Google. Ukiingia Google search OpenTunnel. OpenTunnel ni link ya kwanza. Link ya kwanza ifungue. Ukishaifungua bonyeza hapa create account. Utabonyeza hapo create account. Italeta matangazo cross. Ukishabonyeza create account itafunguka namna hii. Itateremka huko chini utaona kitu kinaandikwa SSH tunnel, choose server. Utabonyeza hapo. Sasa hapa chini kuna hizi inchi, hizi ndio server zetu. Sasa unachagua inchi ambayo unataka utumie server. Kwa mfano hapa United Kingdom. Hapa sasa vya kuzingatia kuna kitu hapa kipo offline. User 0. Hizi haziwezi kufanya kazi kwa sababu kwanza iko offline, hamna hata mtu aliyotengeneza account, kwa hiyo haiwezi kufanya kazi. Sisi tunatafuta ambazo ziko online na ambazo zina user created account. Kuna hii Luxury Bankers. Hii iko online, inaweza ambao wametengeneza account ni 50. Unaona nakwambia kabisa hapa DNS host sijui nini. Kuna hii United States iko online. Hizi zote ziko online. Kwa hiyo sisi tunafanya hapa tuta create account. Bonyeza create account. Subiria iload. Ikishafunguka hivyo teremka huko chini, teremka. Nenda hapa kwenye OpenTunnel, andika username. Hapa kwenye username andika chochote. Ila kila herufi kuanzia 4. Password 1234. Then create account. Umeona hapa subiria imalize load. Ina load hapa. Subiri imalize. Tayari inakwambia user OpenTunnel successful created. Sasa kuna vitu vya copy hapa muhimu ni vitatu. Kwanza tuna copy username. Copy username, tuna copy host DNS, tuna copy na hichi kitu kinaitwa public key hiki hapa. Public key utabonyeza hapa copy. Asikisha copy, fungua VPN yako sasa HTTP. Sasa HTTP injector kwa mara ya kwanza utakapo download itakuwa na muonekano kama huu hapa. Kwa sisi tunaifanyia setting. Cha kwanza utakachokifanya utabonyeza hapa kwenye SSL TLS SSH. Utapabonyeza, kisha pabonyeza chagua DNS kisha save. Kisha save njoo hapa icon ya setting SSH. Username weka ile ambayo umekopi kule. Username ni hapo, bonyeza okay. Password 1234 kisha save. Kisha save rudi nyuma, njoo hapa kwenye DNS. Hapa kwenye DNS resolve bonyeza, njoo hapa customer. Then teremka hapa chini kwenye DNS resolve address. Hapa sasa ndio unaweka ile DNS yako uliyoipata. Sisi tulipata mara ya kwanza hii. Kumbuka inatumia UDP ports ambao ni hiyo 53. Na mliona kitu kinaitwa UDP pale. Unabonyeza okay. Baada ya hapo rudi tena nyuma. Tuendelee. Kuna hii name server. Name server weka ile host DNS ambao ndio hii hapa. Public key sasa ndio ile kile maneno mengi ambayo tulikopi hayo hapo. Unabonyeza save. Baada ya hapo sasa
washa data kwenye line yako ambayo haina bando ambayo umepata DNS yake. Kwa mfano mimi niwashie, nilipata kutumia ya Airtel. Na unaona Airtel. Airtel hapa sina MB. Sina MB kabisa. Sina MB. Hii inafunguka hivi. Hamna kitu. Si mnaona? Hamna chochote. Kwa hiyo ngoja tufungue sasa VPN yetu tuiconnect. Naona VPN yetu tayari iko connected. Yes. Naona vitu vimefunguka. Vitu vinaanza kufunguka. Naona vitu vinaanza kufunguka. Hii sio kwa matumizi makubwa, ni kwa matumizi madogo. Kwa hiyo kama una matumizi makubwa hii itakufaa. Hii ni nzuri kwa WhatsApp na kuweka online muda wote. Na kama speed itapungua itakuwa ni ndogo sana, stop VPN kisha washa kindege na kuzima, alafu uconnect tena. Nadhani tumeelewana. Asanteni. Hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu, umelike, umecomment pia kama utakuwa na changamoto au una cha kuuliza na maoni pia unaweza ukacomment hapo, una cha kutueleza ili tuweze na sisi kurekebisha. Asanteni.